Ni kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17:28. Inazungumza ujumbe mmoja hapa. Mstari wa 27 kidogo mwishoni inasema hivi, kwa sababu Mungu ni wa kila mtu. Afu 28 inasema hivi, nimenukuu kidogo wala mstari hauko hivyo. Unasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Yaani ndani ya huyu Mungu, kwa sababu ni wa kila mtu. Unatakiwa elewe hivyo. Utambue kwamba Mungu ni wa kila mtu. Yaani Mungu sio wa kwako mwenyewe. Yaani Mungu sio wa kwako wewe mlokole, Mungu sio wa kwako wewe mpentekoste, Mungu sio wa kwako wewe mchungaji, wewe mtume, wewe nabii, wewe unayemjua leo. Yaani Mungu huyo sio wa kwako, sio mali yako. Mungu ni wa wote, kwa sababu ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa Mungu ndiye anayetufanya tuishi. Unanielewa? Sasa basi nini nataka nizungumze? Iko hivi. Thamani ya mtu haiko kwa sababu ya matendo mema. Unajua kwenye dunia yetu ukiwa mwema ndio unathaminiwa, alafu siku ukibadilika wanakuona takataka. Yaani kama mimi leo hivi unaona nahubiri vinafundisha. Sasa siku nikija kufanya matendo ya ovyo, watu wanaona huyo ni shetani kabisa. Ngoja nikwambie, thamani ya mtu haiko kwa matendo mema peke yake. Thamani ya mtu pia iko hata katika hatima yake, destiny yake. Kwa usimhukumu mtu, usimseme mtu vibaya. Jambo la kufanya, ukimwona mwenzio anakosea, mshauri, mwelekeze, mfundishe. Maana hicho unachokijua wewe hakijui. Usimnene vibaya, usimtangaze vibaya, usimdharau, kwa sababu leo wewe ni mwema, kesho unaweza kuwa muovu, na muovu wa leo kesho anaweza kuwa mwema. Yesu alituokoa sisi walokole tukiwa watenda mabaya. Kimsingi tulikuwa ni mali ya shetani, yaani tuliolewa na shetani. Kwa hiyo sisi tulipokuja kwa Yesu hatukuwa mabikira. Yaani walokole wengi maana yake ni watenda maovu waliojisalimisha. Sasa ukimwona mwenzako ni mlevi, umemwona binti pale ni malaya, anajiuza, anauza baa, ni kijana anavuta bangi, anatumia madawa kulevya, usimdharau, usimseme vibaya, kwa sababu Mungu hamuoni kama unavyoona wewe. Mungu hamtafsiri kama unavyomtafsiri wewe. Mungu anamuona huyu ni mali mpya kwa ajili ya kesho. Mungu anamuona wakati ujao huyu atamfaa. Japokuwa sisi tuna tabia ya kupimana na kupeana hatima. Hii ni kwa sababu moyo wa kujihesabia haki, usiokuwa na rehema, usiokuwa na upendo, uona wengine kuwa ni takataka.